Mgogoro binafsi ni ile hali ya wewe mwenyewe kupambana na changamoto zako zinazosababishwa na masuala mbalimbali ya maisha. Umeenda kazini, bosi kakuvuruga, biashara imeenda vibaya, umepata hasara, vikoba vinakuvuruga, marejesho ni magumu, unarudi nyumbani umenuna, umekasirika, sauti iko juu, unabweka, sio unapiga makelele, dada anagombezwa, kila mmoja hana amani. Of course walikuwa na amani mpaka walipofika wewe. Ila mtoto apigwi wala mtoto asumbuliwi, ila mama ana struggle na personal issues, baba ana struggle na personal issues, na zile struggle zetu tunakuja nazo mpaka ndani ya nyumba. Wakati mwingine chumbani tumepishana, tumefika wakati tumevurugana, baba alinichiti, siyo mama alifanya nini, na kwa hivyo tunatoka sebuleni tukiwa na attitudes. Mpo sebuleni baba na mama amegeukia kushoto anachati na simu, baba amegeukia kulia yupo na laptop yake, chakula kipo pale, utajijua jisevie mwenyewe. Mama anamuuliza kitu baba anamkata jicho moja amazing sana, hajamjibu kitu, kitu jicho unaangalia unajua hapa mama nyamazi. Kuna namna fulani unajikuta mmekaa mbele ya watoto wenu lakini mnaogopana. Kuna namna mnapeana cold shoulder. Kuna attitude mnapeana. Na huwa tunaamini kwa sababu hatujagombana mbele yao, watoto wako salama. Let me tell you something. Watoto wako si tu kwamba wanasikia maneno yenu, ila wana read energy yenu, wanasoma energy yenu. Mama asipomtii baba, wanasoma. Baba asipompenda mama, wanasoma. Mama asipomheshimu baba, anasoma. Kuna ile unakuta baba kawapenda watoto wake, kawapeleka outing, kawanunulia zawadi za kutosha, except mama hao. And they are like, dad, what about mom? You know, it's fine. Haina shida. Ni mtu mzima, si ndio? Wanasoma. Mama unaweza kufanya kila kitu kwa waliokuzunguka isipokuwa baba. Kwa nini? Una shida fulani ndani mwako zinakusumbua. Pengine huyu mwanaume hawezi kumiti needs zako za kihisia, za kiuchumi. So you have these personal issues going on. Hamgombani lakini mnanuniana. Hamgombani lakini mnaziliana. Hamgombani lakini mnapeana this holy treatment. Watoto wanaona ule mchezo. Shida ya watoto iko hapa. Ninyi mnachokipitia wa hawakielewi. Kwa hiyo ile style mnaoishi nyumbani, wao wanaamini ndio lifestyle ya maisha. Hello. Kwa hivyo immediate effect ni kwamba kwa sababu mama hamtii baba, unaanza kutengeneza watoto wasiozitii mamlaka, ikiwemo walimu na watu wanaotakiwa kukusaidia kulea watoto. Naongea na mzazi mmoja Kwa sababu wakati wewe unamwona huyu ni mshikaji mwanaume fulani alionikwaza, mwanao anaona yule ni baba yake na ni mamlaka. Kwa hiyo how you treat his dad or her dad itamfanya ajifunze kuheshimu mamlaka zingine ama la. Kwa unatengeneza watoto ambao wakija shuleni hawatii mamlaka, hawaziheshimu mamlaka, hawaogopi mamlaka, wako ovyo ovyo tu. Alafu unasema mwanangu hana adabu. Wewe una adabu kwa mama, halo. Wewe una adabu kwa habari ya kusikitisha ni kwamba mtoto ambaye hajawahi kumuona mama yake anamtii baba yake atapata shida kutii mamlaka na atapata shida kumtii mama huyo ambaye hamtii baba huyo. Halo. Mtoto ambaye hajawahi kumuona baba anampenda mama yake, anapotoka kwenye ulimwengu halisi atashindwa kuwapenda wengine, atashindwa kuwaprotect wengine, atashindwa kuhakikisha wengine wako salama. Na ni kwa bahati mbaya mtoto ambaye hajawahi kuona baba anampenda mama yake haelewi maana ya upendo, hajui nini maana ya upendo, hatojali kuhusu kuwapenda wengine, na eventually hawezi kumpenda baba. Halo. Niwasaidie tukuiweka vizuri. Achana na habari ya kumpenda mwanao, mpende mama yake. Nimewasaidia wanaume hapa? Ukimpenda mama yake atajifunza upendo. Ukimpenda yeye atakuwa confused. Unanipenda mimi alafu umpendi aliyonileta duniani? It's a confusion.